Watu watamani pia tusikilize ili mwisho wa siku tupate njia ya kutokea, si ndio? Kuhakikisha kwamba tunasimama kwenye biashara zetu, tunaziendeleza na zinakuwa kwenye utaratibu ambao kesho na kesho kutwa tunanunua kipato chetu, si ndio? Nchi inapata kipato, familia zetu zinapata kipato, na sisi tunasimama kama kweli wafugaji na wafanyabiashara wa mifugo. Mwezeshaji ataanza kwa kutengeneza interaction ili tupate kwa kuanzia pazuri, alafu na sisi tushare moja nayo, na mwisho wa siku ndio tutapata ile ambacho tutatoka nacho mezani, tutatoka nacho nje, tunajua kwamba tunakitekeleza, si ndio jamani? Bodi ya Nyama ni taasisi ambayo iko chini ya Wizara ya Mifugo. Moto wa Bodi ya Nyama ni nyama bora na salama kwa wote. Unaposema nyama bora na salama kwa wote, maana yake ni nini? Nyama itakuja kufanya nini kwa manufaa ya nani, kwa maslahi ya nani? Tunao wafugaji karibu wa mifugo yote. Ndugu zangu, tukisema nyama tunaongelea maisha ya watu ya kila siku. Na ukisema nyama salama na bora unazungumza nyama, mfugo anaanza kufugwaje, unakuja kuchinjiwa katika mazingira gani, baada ya kuchinjwa ile nyama inachakatwaje, baada ya kuchakatwa inasafirishwaje, baada ya kusafirishwa inamfikia nani? Sasa changamoto tulionayo, dhambi tulionayo moja, Tanzania katika baadhi ya maeneo kitimoto bado ni kama bangi. Yaani inauzwa kwenye chochoro, unakuta watu wamejifungia kitimoto wapi? Unaenda kwa kitimoto unafanya nini? Malengo tunayokuja nayo sisi ni kuhakikisha mazingira kama haya, iwepo bucha maalum 2-3 zilizosajiliwa zenye ubora za kitimoto. Watu wanapita kununua kitimoto anaenda zake nyumbani. Chakula anachokula mfugo kina athari hasi au chanya kwa ubora wa nyama. Nimeongelea swala la unenepeshaji. Sawa, nikasema hapa wazee tunashauriana kwamba wanavimbisha hawanenepesha. Ng'ombe aliyenenepeshwa, nimesema hivi, umri wake unapaswa uwe kati ya mwaka 1.5 mpaka 2.5, asizidi hapo. Alafu awekwe kwenye maeneo maalum kwa ajili ya chakula maalum kwa muda wa miezi mingapi? Na analishwa chakula maalum. Lengo ni nini? Kwanza unampunguzia kutembea ili ile nguvu isitumike kufanya kazi ya kutembea, ila ijenge nyama. Unamtengenezea mazingira ya nyama na mafuta vishikane, tunaitwa marbling. Kuna sehemu ukienda kukata nyama, ukikata nyama unakuta katikati ya nyama na mnofu kuna utando wa mafuta. Sawa? Alafu unamfanya huyu mnyama ambaye yuko pale, unakuwa unamwangalia muda wote, manake umemchanja, umempa dawa za minyoo, umemwepusha na magonjwa. Nyama yake inakuwa katika mazingira hayo. Kwa hiyo amekula nini? Dhamira ni nini? Aliyevimbishwa, nataka kutumia lugha hiyo, sawa? Aliyevimbishwa unakuta ni mafuta juu ya nyama au mafuta nje ya nyama. Utakuta mafuta mengi kwenye nini? Utumbo. Sawa? Ile utapata utumbo kipande kikubwa cha mafuta. Sawa? Na juu ya nyama, kati ya ngozi na nyama kuna mafuta mengi. Na juu ya nyama kuna mafuta. Mafuta tunayoyataka ni mafuta ndani ya nini? Ya mnofu. Hiyo ni amekula nini? Sawa? Amekuja, amesafiri vipi? Mpaka machinjio. Tunasema hivi, ng'ombe yeyote kama anasafiri kutoka anapozalishwa kwenda mnyama yote kwenda anapochinjiwa, anapaswa asafiri kwenye, kama sio gari maalum ambayo limeongezea stress, basi anaposafiri ule umbali kwa kutembea asizidi kilomita 30. Na katikati pale au anapumzika, ale chakula na kutoka. Watu wanakesha siku nyingine wanasoga ng'ombe. Umeelewa? Sasa mbaya zaidi, tunakuja ndio dhana tunayoitaka sasa, kupata nyama. Labda umeshamlisha vizuri, umemsafirisha vizuri, unyapataje nyama bora akiwa machinjioni pale? Nyama, ng'ombe yote, mnyama yote ambaye anataka kuchinjwa anapaswa akae masaa 10 mpaka 18 eneo la machinjioni bila kula chakula na kunywa maji tu. Sasa ndugu zangu, jamaa anatoka mnadani za ngapi saa 9 usiku hapa ndio nachinja kesho, amefika saa 6 usiku nachinja kesho, asubuhi ameshapigwa nini? Athari zake ni zipi? Mnyama anapokuwa anatembea
anapokuwa anakimbia anatengeneza stress. Umeelewa? Ule mishipa ya damu inakuwa nyingi kwenye misuli. Ukifika unamchinja hapo, unachokifanya unazuia, kuna kitu kinaitwa vasoconstriction, mishipa ya damu. Kipindi mnyama wakati anatengeneza ile stress, anazalisha homoni inaitwa adrenaline. Adrenaline homoni inapunguza kile kipenyo cha mshipa wa damu, unakuwa mdogo, unasinyaa. Kwa hiyo damu wakati unamchinja, ambayo ilipaswa ivuje wakati mshipa kiko hivi, itavuja kidogo, nyingine inabaki kwenye misuli. Umeelewa? Ukimaliza kumchinja ile nyama, ukitaka kufuatilia ile nyama ni nyekundu, unaenda buchani unakuta nyama ni nyekundu yote. Hiyo nyama baada ya masaa 6 lazima uanze kuona imebadilika rangi, inakuwa ya kahawia. Kwa sababu gani? Manake ile ndani ya misuli na ile damu ni chakula kizuri cha bakteria, wanashaanza kushambulia hiyo nyama. Ikilala kufika asubuhi, kesho itakuja kushabadilika rangi. Manake hiyo nyama sasa sio bora wala sio salama. Sasa kitaalamu tunashauri nyama bora, ule nyama bora ni nyama iliyolala. Nyama ukiichinja sasa hivi, ukiila leo unakula misuli, sio nyama. Ndio sasa wenzetu hivi, amjiulize, sisi tunasafisha hizi nyama tunazopeleka nje ya nchi, sawa? Mnachinja wiki hii, mnasafirisha mwezi kesho, wao wanakwenda kula miezi 6 baadaye au 3 baadaye. Ile iliyokuwemo ndio inatumika wakati huo. Dhana hapa ni nini? Kwamba unapomaliza kumchinja mnyama, kuna kitu kinaitwa kukomaa kwa nyama, aging. Ukimaliza kumchinja mnyama, kuna ndani ya ile nyama kuna vimeng'enya vinakuwa vinaendelea kula damu ile, vitengeneze msuli na nyama vishikane vizuri, ile uchafu wote ufanye. Nyama ya leo moja pamoja na hivyo vimeng'enya kuwa vimekomaa, lakini huyo mnyama inawezekana kwa sababu damu bado zinachuruzika. Alikuwa kwenye matibabu, ametoka kuchoma antibiotic. Siku hiyo ndio amekimbizwa, bwana huyu atakufa, peleka mnadani, wamekata shingo. Ile kiwango cha antibiotic kwenye damu bado ni kikubwa sana. Kwa kadri hii damu zimechuruzika, imeisha, imepungua, ule uwezekano wa kukuletea shida na changamoto. Sasa wote nadhani tunaelewana. Hapo kuna ubora na usalama. Ubora ni ile nyama ambayo unakula tender meat, lakini usalama ni kwamba hivyo vimelea vya magonjwa na drug hizo, masalia ya dawa huko ndani yanakuwa yameisha. Na hayo sasa ndio maana sasa hivi mojawapo ya changamoto ya kidunia ni usugu wa magonjwa. Wale wenzangu mimi wenye watoto, mtoto ana miaka 5 ameshachoma dawa inaitwa third generation, yani daraja la juu sana la dawa. Yaani kila anapoona antibiotic wanachoma, hii haifanyi kazi, ana miaka 5. Kwa sababu gani? Alikuwa anakunywa maziwa ya ng'ombe ya dawa ambayo yanatoka kwenye ng'ombe walio nao chomwa dawa, naendelea kula. Mayai ya kuku wanaoumwa, mtoto ndiye anaendelea kula, na mama alikuwa anakula hapa kunyonyesha mtoto. Kwa changamoto nyingine ambayo tulitaka kuiona kwenye maazimio siku ya leo ni kupunguza matumizi ya dawa kwa mifugo. Ndio sasa hivi tunaelekea kwenye dhana ya nini? Ya kupunguza matumizi, ambayo kitu cha biosecurity, kuongeza udhibiti zaidi kuliko kufanyaje. Ameongea swala kwamba kuna matumizi ya dawa. Kimsingi kuku tofauti na chanjo hapaswi kutumia dawa mpaka aoneshe dalili za kuumwa. Lakini mbaya zaidi sasa hivi kuna dawa za kuanzisha vifaranga, kuna dawa za kukuzia vifaranga. Hiyo yote ni dawa kwa sababu ina madini antibiotic ndani. Ina madini antibiotic ndani. Sasa mfugaji anazalisha mayai yake tray 10. Wale kuku tunasema kwamba ukiwaweka kwenye dawa inabidi usitumie mazao yake kwa siku 7. Nani yuko tayari kutupa mayai tray 10 kwa siku 7? Naitwa Emmanuel Joel, katibu wa chama cha wafugaji wilaya ya Biharamulo, lakini pia mimi ni katibu wa chama cha wafugaji Tanzania kanda ya Ziwa, ambayo ni mkoa wa Mwanza, Geita pamoja na Kagera. Leo tumepokea wageni kutoka Mwanza au kanda ya Ziwa kwa ujumla, ambao ni wanaohusika na bodi ya nyama au tuseme ni viongozi kutoka Mwanza ambao wanatoka bodi ya nyama. Lakini leo tumepata elimu juu ya kuwa na
kauli mbiu ilikuwa inasema nyama bora na salama kwa wote. Kwa hiyo wametupa semina fupi kujua changamoto tunazopitia sisi wafugaji wa sekta zote: ng'ombe, nguruwe, mbuzi, kondoo, kuku. Kwa tumejifunza mambo mengi. Kwanza tumeona ili tule nyama bora na salama kwa wote, lazima sasa tuanze kufuga kitaalamu. Lakini pia tumeweza kusikia kwamba wafugaji wanatakiwa kutengeneza umoja ili kuweza kukuza soko la mifugo yao au kutengeneza bei ya umoja ambayo wanaweza kuuza nyama au mifugo yao ambao wanakuwa wameifuga. Je, unadhani hicho kitu kinawezekana kwamba wafugaji wanaoweza kutengeneza umoja ili kuweza kutengeneza bei ambayo inajulikana katika wilaya hii? Ndiyo, kwa sababu wafugaji wote wako kwenye chama cha wafugaji Tanzania, lakini pia tuna kiu au tunatamani sisi kama chama pia wale wafugaji wawe na umoja wa kuwa na bei moja, kwamba inapokuwa kuna soko sehemu basi washirikiane bila kubaguana, mkubwa kwa mdogo, ili sote tuinuane. Sawa, asante. Karibu. Kwa majina naitwa Lucy Msea, ni mfugaji wa kuku. Katika hii semina tumejifunza jinsi ya kuwa wafugaji wakubwa na jinsi ya kuendelea na jinsi ya kuuza nyama iliyo nzuri na safi. Sawa, lakini pia tumeona wameweza kugusia kwamba sehemu zingine au katika wilaya zingine kumekuwepo na masoko ya kuku ambayo wananunua kwa njia ya kilo. Je, mnadhani katika wilaya hii au halmashauri hii hicho kitu kitawezekana? Ndio, kitawezekana tukiwa na umoja na kushirikiana na viongozi wetu ambao wametuletea hiyo sera ya utunzaji wa nyama na kuuza nyama kwa kilo. Kwa majina yangu naitwa Shadrack Anthony Kafrano, ni mfugaji wa kuku wa layers, lakini nafuga pamoja na nguruwe. Nimeweza kujifunza katika semina ya leo umuhimu wa ufugaji, lakini na kuongeza thamani katika mifugo tunayoifuga. Imekuwa ni semina nzuri ambayo imetufungua na kutuamsha hali ya kutafuta umoja kwa wafugaji walioko katika wilaya hii ya Biharamulo, kama tunapenda kufanikiwa na kupiga hatua katika ufugaji wa mifugo hii: kuku, mbuzi, kondoo, nguruwe, ambao sasa hivi ina soko kubwa ambalo linakuwa kwa kasi. Majina naitwa Adivera Lusibukia, ni afisa biashara. Hawa wafanya biashara sasa wa mifugo na kuku, ng'ombe, ili kusudi tuwatafutie soko ambalo ni la tija, wao kwanza wanabidi wawe na utayari wa kuunda vyama ambavyo vinaweza vikawaletea tija. Aidha kwamba wanahitaji kuwa na soko ambalo ni la jumla. Wakisha kuwa na soko la jumla, ni rahisi hata kuwatafutia soko, kujua kwamba nchi fulani inahitaji kiasi gani cha nyama, inahitaji kiasi gani cha nyama ya ng'ombe, nyama ya kuku, nyama ya mbuzi, nyama ya nguruwe. Na mafunzo ambayo yameyapata nafikiri yatawasaidia sana, na ninaonekana wameelewa na wako tayari kufuata taratibu na miongozo ambayo imewekwa. Hivyo hata sisi maafisa biashara ni rahisi kujua bei na kuondoa na kutatua zile mfumuko wa bei unaokuwa unajitokeza mara kwa mara. Kwa mfano, bei za kuku, watu kila mmoja, kwa sababu kila mmoja amejifugia mwenyewe kwa gharama zake mwenyewe za kifamilia, uwezo ukaenda kama afisa biashara ukamwambia kwamba mtu badilisha bei ya bidhaa zako, yeye anajipangia bei. Lakini kwa staili hii ambayo imekuja na hawa viongozi wa bodi ya nyama, na hawa watu wanaridhia kufanya umoja wao, kwa hiyo itatusaidia hata kuondoa mfumuko wa bei katika soko letu. Asante.